kwa jina naitwa mwalimu mstaafu Violet Elia Nyongoto kutoka Dodoma. Mimi ni mjasiriamali ambaye nafuga kuku na nimeweza kuboresha mbolea yangu ya kuku kuingia katika organic fertilizer au mbolea ya asili, lakini mfugaji wa kuku. Hapo awali nilithubutu kuingia kwenye mashindano ya BDG kupitia Tanzania Private Sector Foundation. Nikawa mmojawapo wa ushindi. Nikawa katika wale 10 bora na mimi nikawa 10 bora kwa ufugaji wa kuku na utotoleshaji vifaranga, ili nilikuwa nawaelimisha wakina mama wenzangu wasiwe wamekaa tu majumbani wanangojea kuletewa hela na ume zao. Kumbe wanaweza kaweka hata mashine kufugia kutotoleshea vifaranga, akawa anatotolesha vifaranga na wauzia wakina mama wengine, wakapata ujasiriamali wao ambao hauna matatizo ya aina yoyote. Na nilivyokuwa mshindi 2012 nikafanya ushindani huo. 2013 tukaenda study tour Uganda na Kenya, tukienda kuona wenzetu wa Uganda wanafanya nini wajasiriamali, na Kenya kuwaona wenzetu wanafanya nini. Kwa kweli niliburudika na ile ziara na nikajifunza mambo mengi kupitia Tanzania Private Sector Foundation. Umezisikia sifa Biashara TV tumemkumbuka. Sasa hivi nimepata nafasi na yeye. Kiusema ukweli tunafurahi sana kuona na haya mambo makubwa anayoyafanya. Ametoka Dodoma yuko hapa Dar es Salaam kwenye Sabasaba. Mbolea ya asili imeweza vipi kuwa katika viroba? Hamna harufu yoyote. Mbolea ya asili iliyoboreshwa haina harufu za aina yoyote. Kwanza unachukua mbolea ya kuku ambayo imekaa bandani muda mrefu. Baadaye unachukua pumba laini za mpunga. Vile vile unachukua na molasses ya maji inayotoka viwandani, unachukua na EM effective microorganism na maji. Hivyo vitu vitano ukichanganya unapata mbolea yako iliyo nzuri na safi kabisa. Hata mkikupa mtangazaji saizi uchukue inuse, hakuna kitu. Unaniambia kweli? Kabisa nakwambia hii. Basi mimi nitanusa baadaye. Lakini kingine ambacho nataka kufahamu, mbolea ya asili ni kwa ajili ya mazao ya namna gani? Asante tu mtangazaji. Mbolea ya asili tunatumia bustanini unakolima mazao ya aina yoyote. Tunatumia shambani unakolima mazao ya aina yoyote. Tunatumia kwa wanaootesha maua. Vile vile tunatumia na wale wanaootesha vitalu vya miti. Kwa mfano CDA Dodoma walikuwa wanapenda, bibi tuletee mbolea tunataka kuweka kwenye vitalu vya miti. Japokuwa imevunjika, jiji liko pale, wanaweza wakathubutu nao kama walivyokuwa na thubutu wenzao. Kwa hiyo natumika katika nafasi hizo 4. Shambani, bustanini, maua, vitalu vya miti. Na ukiweka leo tarehe 7 kwenye shamba lako mpaka mwakani inakaa ardhini. Matumizi yake ni kidogo katika nafasi kubwa. Hiyo kilo yako moja ukiichukua unaweka miti 20 mpaka 30. Itategemea na aina ya mti ulioupanda au zao gani unalolilima shamba. Sasa tofauti kubwa ya mbolea hii na zile tulizozizoea itakuwa ni nini? Kwa sababu ile ni mbolea, hii ni mbolea, na ile ni asili, hii ni asili. Wewe unaweka paka kwenye viroba, sawa, haina harufu, lakini je, gharama haitakuwa ya juu zaidi kuliko ile ambayo tumeizoea kuchukua kwa jirani, unaichukua kwenye ndoo, ukiweka kwenye kiroba chako au mkokoteni, naenda kufanya shughuli zako. Tofauti kubwa itakuwa ni ipi hapo? Tofauti ambayo ni kubwa, mbolea inatoka bandani kwa ng'ombe au kwa mbuzi au kwa kuku inakuwa inatumika kila mara. Lakini hii mbolea ambayo tumeiboresha inatumika mara moja kwa mwaka na matumizi yake ni kidogo katika nafasi kubwa kuliko nilipokuwa nachukua mbolea kwenye banda la kuku. Wagogo wangu wa mpunguzi wanakuja kubeba lori ni gharama, vibarua ni gharama, mpaka kuipeleka shambani, na inatumika kwa muda mfupi, lakini hii inatumika kwa muda mrefu, kwa mwaka mzima. Kwa hiyo faida moja hapo ni hiyo. Teknolojia ya kutoa harufu kwenye mbolea haiathiri mbolea kufanya kazi yake iliyozoeleka kama kawaida kutoka kwa mnyama alafu shambani? Bahati nzuri hii mbolea ambayo tumeiboresha, kwanza tunaingiza kwenye mashine kuichanganya. Unaisaga ile mbolea ya kuku au ya ng'ombe au ya mbuzi. Mara nyingi mimi natumia ya kuku. Unaisaga. Baadaye ndio unakuja kuanza kuweka vitu vyako hivyo. Baada ya kuweka hivyo vitu ambavyo vinachanganywa, vimeng'enywa hivyo, hamna harufu inayoleta kusema labda inanuka kama ilivyokuwa inatoka kwenye banda la kuku. Sasa mimi nataka kujua huo mzunguko huo kwenye mashine wapi haipunguzi ubora wake wa kufanya kazi kama ambavyo ungeitoa kwenye zizi la ng'ombe ukaipeleka shambani. Sasa hizi ushaifanyia mambo mengi, sasa ndio iko kwenye mfuko. Haipunguzi ubora wake?
Ndugu mtangazaji, haipunguzi ubora wake kwa kuwa tayari umeongezea thamani ya vitu vile vinne na mbolea ya 5. Na bahati nzuri kuna shirika walioniona Dodoma, Liki, wakiwa pale Dodoma katika mizunguko yao wakaniona na hii mbolea wakanifuatilia, na nawashukuru sana Liki Dodoma. Kabla hawajamaliza mkataba wao mwaka huu waliweza kunifadhili mashine ya milioni 5, ambao wakaona kazi ya bibi huyu mwalimu mstaafu ni nzuri sana na inafaa asaidiwe, nikasaidiwa. Kwa hiyo hapana harufu ya aina yoyote, hata nikikupa wewe sasa hivi uangalie utaiona, uone kama kuna harufu. Kwa hiyo ni mbolea nzuri ambayo haina harufu ya aina yoyote. Gharama yake ni shilingi ngapi sasa hivi mbolea yako? Mbolea hii tunaiuza shilingi 3,000 kwa mtu anayechukua kilo 50 kwenda juu. Anayesema ngoja nikathubutu kilo 1, basi unampa kwa 5,000. Maana mimi nimetoka Dodoma na kuja Dar es Salaam na lala guest na wapi, sina jinsi, lazima nijihami kwa njia hii. Lakini waliothubutu wameiona. Kwa mfano mzee wangu mzee Pinda, bibi mbolea, hebu niletee mbolea hiyo, nimeona ubora wake. Wanakuita bibi mbolea? Bibi mbolea au mama mbolea? Mzee Pinda sema muiteni bibi mbolea, sio mama yenu, bibi mbolea. Wewe mwenyewe unafuga? Mimi ndio maana nilikuwa best 10 katika wajasiriamali, nilikuwa nafuga, ndio kitu kilichonifanya ni mshindi. Kwa hiyo nafuga kuku ambao wachotara, natotolesha vifaranga, natengeneza chakula cha kuku, natengeneza mbolea ya kuku, vile vile nawaelimisha vijana wakienda SIDO UDOM, chuo cha mipango VETA, tunataka kujifunza ufugaji wa kuku au utotoleshaji. SIDO Dodoma wanaambia nendeni kwa mwalimu mstaafu Violet Elia Nyongoto akawasaidie. Sasa mwalimu au mama mbolea, unafikiri ujuzi kama huu utasaidiaje kuondoa haja ya nchi yetu Tanzania kuagiza mbolea kutoka nje? Nashukuru ndugu mtangazaji, mbolea tunayoagiza kutoka nje unajua ina kemikali, lakini Watanzania tunaitumia. Sasa mimi mwalimu mstaafu nimeitumia miaka hiyo ya nyuma, nimeweza kuathirika labda kiafya, lakini kwa sasa hivi watoto wetu tunavyojifunza hii mbolea ya asili inayotokana na wanyama tunaowafuga au ndege tunaowafuga, inabidi tuitumie kwa kuwa haina madhara yoyote, haidhuru ardhi na afya ya mwanadamu, na inatunza ardhi. Kwa hiyo tunanufaika nayo. Na tofauti ya mbolea ya viwandani na mbolea ya asili ni nini? Mbolea ya viwandani, kwanza mna mbolea nyingi. Kuna ya kemikali ambayo ni mbolea ya kemikali research. Kuna ya kukuzia, ya kupandia, sija kufanya nini. Mimi katika mbolea yangu hii nimejifunza ni mbolea ya kupandia na kukuzia. Mimi niliyolima zabibu miaka 5, nimepata mwaka huu elimu ya mbolea na kuzia zabibu zangu. Yule anayeanza kupanda sasa hivi miche yake labda ya zabibu, migomba, miembe, anapandia. Kwa hiyo ukiweka hii mbolea ni ya kukuzia na kupandia, hatuna tofauti ya mbolea zingine. Na ni nguvu ya aina gani sasa hivi utahitaji kutoka kwa sekta binafsi na serikali ili uweze kufikia malengo yako? Sasa hivi nitakachohitaji, maana nitahitaji vimeng'enyo vile molasses ya maji, siji mifuko ya fungashio. Sasa hivi nahitaji iboreshwe, iandikwe zile nutrition zote zilizoko katika timu. Nilikuwa natengeneza tu ili mradi nitengeneze, naweka kwenye mifuko yenyewe. Sasa hivi kunatakiwa ubora. Kwa hiyo nitahitaji angalau kupigwa tafu niweze kupata mifuko inayotakiwa yenye lebo zote, nipate vimeng'enyo hizo nipate hizo molasses na pumba na kadhalika. Na kama kuna uwezekano hata gari pickup niwe nasambazia wilayani, mikoani, maana sina baskeli, sina nini. Mimi nilivyo ni mwalimu mstaafu jinsi unavyoniona. Jamani, bimbolea huyo hapa na ametokea mkoani Dodoma. Nitawaonesha baadaye, namba zake zipo hapa kwenye kibao, lakini kama mlivyosikia imethibitishwa mbolea yake na TBS. Nitakuonesha pia hapa kama unavyoona inavyopita hapo kwenye kioo cha TV yako au screen yako, ama ni simu, ni tablet unatumia. Umeona gunia hili, utaona kuna namba imeandikwa kabisa approved by TBS. TPA namba, kuna namba 0452. Huyu ni miongoni mwa wadau wakubwa sana, mjasiriamali ambaye ameleta mapinduzi kwenye eneo lake na ni mfano wa kuigwa vile vile. Karibuni sana Biashara TV, karibu sana pia Bimbolea Biashara TV. Asante sana, namshukuru kwanza Mr. Sembe kwa kuwa alikuwa katika sekta yetu binafsi tuliokuwa washindi bora. Ubarikiwe mzee wangu na mzee marehemu
mengi. Aliweza kutufadhili siku ya kuondoka kwenda Kenya na Uganda, tukala chakula pale kwao, sijui Masaki wapi. Kwa tunamshukuru sana Mr. Sembeye. Karibu sana Dodoma, uangalie mjasiriamali katika wale best 10 2013 walioenda Uganda na Kenya. Hasa mimi unikaribishe. Vile vile namshukuru mtangazaji ambaye Michael Lukindo. Na kushukuru kwa kuja kumuona huyu bibi mstaafu. Tunakukaribisha Dodoma. Ukija tukae tutengeneze, nikupe atata ni moja na wewe. Tukuone. Na mimi nilime. Na wewe ulime. Mbolea haina harufu. Haina chochote hili. Takuja Dodoma ili tuweze kuwasiliana mimi na wewe uweze kupata nitakachokifanya. Asante sana bana. Karibu sana Biashara TV, usiache kusubscribe na utapata mambo mengi zaidi kutoka kwa mama yetu hapa. Kama unahitaji pia mbolea yake, nitakuwekea namba hapo, alafu utapata nafasi ya kuagiza pia mbolea yake moja kwa moja. Asante sana kwa kuitazama. Ili kuwa wa kwanza kupata taarifa kupitia Biashara TV, bonyeza kitufe cha subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele.